Hello guys, it's TFYG TV tukiwa hapa mtaa wa Tulienge Primary na tumejaliwa kupatana na jamaa mmoja ambaye amesifika sana katika kipindi cha Neema anayeitwa Dr. Cliff. Ni vizuri pia tumempata katika hii siku ya kimataifa ya wanawake na ni vizuri pia atuelezee, nimeona kitu kama hiki labda kuna mtu akielewi, ni vizuri angetuelezea ni nini kinaendelea hapa na umuhimu wa hii siku ni ipi, vile vile na umuhimu kwanza wa ibada ni ipi. Karibu. Okay, asante sana. Kwa majina najulikana kama John Collier, lakini jina la screen ni Dr. Cliff pale kwa Neema Season TV. Na leo tumekuja hapa Tulienge Primary School kuadhimisha siku ya kina mama duniani mzima, International Women's Day. Na hapa tumepanga vikundi kadhaa ambazo zitakuja kushowcase activities zao, vitu zenye wanafanya. Unajua mama huku mtaani wanafanya vitu mingi sana lakini huwa zionekani. Kuna wale wana miradi za kuku, kuna wale wana miradi za kulima, mambo tofauti tofauti. So hii ni siku yao, tunawasherekea na pia wanakuja kushowcase activities zao pale kwa booths zenye tumewaandalia. Labda kidogo tu tuambie, labda mbona mkaamua labda hii siku iwe katika huu mtaa wa Tulienge labda na si mtaa mwingine? Sisi ni wenyeji wa Tulienge hapa na tuliamua hivi kwa sababu hizi International Women's Day or international activities kwa zinafanyika katika miji mikubwa na hata tumebahatika Bungoma County ni hapa tu, na kuna ile ingine inafanyika kule Catholic Town, na tumeamua hivyo so that tuna empower hawa women wajue kazi yao pia ionekane kimataifa. So tuliamua kufanya kwa hii mtaa ili ku empower wajue activities kama hizi pia wao pia wanaweza fanya. Yes. Na labda kidogo tufafanulie tu mtu ambaye anaona kitu kama hiki kina maana gani, ama wafadhili ni wepi, ama nini, mbona hiki kitu kimekuwa hapa, na labda umuhimu wake pia ni upi katika mtu ambaye anatazama ama anahudhuria mpango mzima wa hii siku ya kimataifa ya wanawake. Okay, umuhimu wa hii ni kuonyesha hao wenye tumeshirikiana nao ni sisi ni kikundi kinaitwa Awakening Smiles Initiative, ambacho ni kikundi kinafanya mambo ya kuinua na kuempower watu wote, sana sana wazee na wamama. So tumeshirikiana na hizi vikundi zote ili kuadhimisha siku ya leo. Na vikundi ambazo tumeshirikiana nazo unaziona ni hizi zote, mnaweza jisomea, na hawa ni baadhi ya fadhili wenye wametufadhili. Na majorly hizi vikundi ndio wamechanga hapa kamia 200 ili kuwezesha siku ifanikiwe. We are trying to empower these ladies that they can do something from the scratch. Sio kungojea pengine wapewe token ama nini. Ni ile wenyewe kwa wenyewe wanaweza amua kufanya activity kama hii. Pia wajitegemee. Kwa vile activity kama hii inaadhimishwa ulimwengu mzima. Na sisi tuko ulimwengu. Tulienge pia iko ulimwengu. Sasa tumeamua lazima tusimame na mtaa wetu huu wa Tulienge ambao uko Lwandani Ward, Sirisia Sub County, Bungoma County. Na labda kidogo changamoto ambazo umekumbana nazo, kando na kwamba mnaazimia kuwajenga wanawake katika jamii, labda changamoto ambazo umepatana nazo katika hii barabara ya kufanikisha mpango mzima wa hii siku ya kimataifa ya wanawake ni zipi? Changamoto ya kwanza ni ufadhili. Kwa vile sisi tunajifadhili sisi wenyewe. Hatuna wale wafadhili sisi kwa sisi. Ile kuku ya nyumbani, ile mbuzi ya nyumbani ndio tunauza, tupate maji ya kunywa au maskauti wetu wapate lunch. Hata ona wametembea mwendo mzima 7 kilometers kufika hapa at least kuadhimisha siku na sisi. Sasa hiyo moyo kujitolea ndio tuko nao sana. Changamoto ya kwanza ni ile ufadhili. Changamoto ya pili ni kwamba tunajaribu kusensitize community, wamezoea handout sana. Wamezoea kupewa kitu kama hiki kuwa watafuti wana expect hata wakiwa hapa wapewe. Na sasa hiyo ndio tunajaribu kuondoa, kwamba nyinyi wenyewe mnaweza jiamsha mkafanya jambo na mkasonga mbele. So na himiza wahifadhi huko juu, kama mko wahisani, tafadhali mkuje mtusaidiane kwa activities kama hizi, especially hizi tunaziita financial organizations. Zinaweza kuja hapa kuelimisha hawa mama vile anaweka hiyo yake, ikue kuku, ikue mbuzi, ikue nini. Financial management ndio tunahitaji sana kwa hawa mama, kwa vile wakifanya hizo activities zao pesa kidogo wanapata, wanakula tu, kesho anakosa tena. Alafu anarudia tena apewe kuku na ataichinja tena. So unaona hiyo hakuna growth. So tunaomba wahifadhi sponsors wajitokeze kwa activities kama hizi so that mtaa ama vijijini popote wako ikue hawa mama na hawa youth groups na nini ziweze kuinuka. Yes. Na yule mtu labda ambaye ameketi nyumbani hajaweza kufika hapa kujumuika na hii shughuli ya mpango mzima wa siku ya kimataifa ya wanawake, labda unampatia wasia upi?
Wasia ni kwamba penye yako pale anaweza sherekea kwa simu yake, kutumia message mama yake, dada yake, mtu yote wa kike, your aunt, your what, hao ndio tuna celebrate leo. Sasa hata akiwa nyumbani pale anaweza celebrate na mke wake na watoto, aunti zake, you know. Kwa hiyo boma tu washerekea, waambie leo ni siku yenu. Na at least ukisherekea si unabadilisha pia hata diet. At least anunue kama yaya ama komena ama bana kanyama hawa dada wetu wakule. It's for all ladies. Sasa hata ukiwa nyumbani pale unaweza celebrate penye huko kwa kuwainua, hata kuwapea moral kwamba tunawapenda, tunawahitaji, ni watu wa nguvu. Ni watu ambao wanatusaidia pia kujenga jamii. Exactly. Yes, labda kidogo tu ukimalizia, labda hao wazee ambao wamezoea handouts, labda kidogo tu wafafanulie vipi wanaweza kwepa kuzoea handouts na hawajaweza kufika hapa wapata hili somo. Unajua ni changamoto kubwa. Na siwitaki kuingia kwa masuala mengi ya kisiasa na mambo mengine. Kuna hizo vikundi zingine zimezoesha hawa watu handouts. Handouts. Wakimuona wanakimbia kwa gari, anapewa 200, mwenye anaenda Changazi, juu mwenye anaenda wapi. Haisaidii. Wewe jiamulie ufanye kazi na uzizoe handouts. Wewe mwenyewe jitume. Uko na bidii, uko na mikono zote, you are not disabled. Jitume. Una uwezo, unaweza lima, unaweza fanya mambo. Wewe wachana na mambo ya handouts. Because ile handout paka kuna ile kitu tunaitwa strings attached. Akikupea 200, anataka kumfanyia jambo fulani. Na wewe sasa hautaamka. Yes, kweli kabisa. Najua sisi binadamu tunaugua kutokana na ugonjwa wa mazoea. Ukishanizoesha ndio hivyo, nikisha kuona najua handout yangu pale inakuja. Shukrani sana kwa muda wako, na labda tukipatana pengine wakati mwingine tuendelea hapa kutoka hapa tulipoachia. Okay, sawa, nashukuru, na nawaambia wote watazamaji na watu wa hii area waendelee kutazama Citizen TV, waendelee kutazama waigizaji wa support, like, subscribe katika channel zao, share kila content zao. Kama mimi ni John Collier, zote John Collier kwa TikTok, John Collier kwa Facebook, John Collier kwa Instagram, na subscribe na watu support, kwa vile sisi ni kama nyinyi. Licha kuonekana kwa screen, pia tuna maisha ya kawaida. Tunahitaji kwenu. Yes. Na jambo lingine ni kwamba wenye wako huko na biashara zao, mimi niko tayari kuwapigia matangazo. Niko tayari kuwa brand ambassadors, na niko huko nje, niko na wafasi wengi. Tafadhali mniite tufanye kazi pamoja. Labda swali la mwisho tu kidogo. Kuna hii dhana kwamba waigizaji huenda wanatumia miadarati, huenda wanatumia nini? Kulingana na wewe unalionaje hili swali? Hilo jambo huwa linatendeka katika industry yoyote, hata wachezaji ama nini. Kuna wale wachache wanatumia, lakini sio wote. But sasa nawahimiza waachane na hizo miadarati na dawa na nini, haisaidii. In fact inapunguza your creativity, inapunguza venye unajituma, because time yako ya kujituma ndio sasa unafikiria kwenda kwa dawa ama kwa mihadarati. Sasa ni muhimu kwamba wajitume wao wenyewe, wakuwe clean. Unajua ukiwa clean kimawazo, afya pia kuwe clean, utachapa content yako vizuri sana. Unakuwa smart kila wakati. Ukitoa content inakubalika. Lakini mihadarati na nini tuache tafadhali. Tuache mihadarati kabisa yote. Haiwezi bana, haiwezi. Shukrani sana kwa muda wako. Tutapatana tena inshallah. Asante. Haya.